tabia ya kumshuhudia Kristo mbele za watu. Naomba niombe. Mungu wangu uliye hai, wewe ni mwema, wewe una nguvu sana Yesu. Mamlaka yako ni ya ajabu mno, wala hayawezi yakalinganishwa na chochote. Ni wewe Yesu uliyeshuka kuzimu, kamnyang'anya shetani funguo za mauti na za kuzimu. Ni wewe Yesu unayetupa nguvu ya kuangusha ngome za kuzimu na mamlaka yake. Jina lako ndilo ambalo Petro alikiri akasema, hakuna jina jingine tulilopewa chini ya mbingu ila ni jina la Yesu. Bwana wangu, ninakukiri una nguvu. Niungamanisha na mtumishi wako anayetazama ujumbe huu sasa, mwinulie kibali chako, isemeshe akili yake na ufahamu wake na roho yake, akajifunze kila ambacho Bwana umekusudia kunena naye, na kuamini Mungu hatupotezi muda mahali hapa. Wingu lako na nguvu yako iendelee kutuinulia kibali chako. Nisaidie Yesu, tunapoendelea na kibali hiki, mfalme, mamlaka yako na wema wako katutangulie, katika jina lako Yesu ninaomba na kuamini, amen. Mwana wa Mungu, naomba tu nipe muda kidogo. Ninajua una ratiba nyingi, lakini moja ya kitu ambacho kinatusaidia sana ni pale ambapo tunatoa muda wetu japo kidogo kusikiliza habari za Mungu. Tuko kwenye dunia ambayo ina habari nyingi sana, tena zingine zinafurahisha sana moyo, zinafurahisha sana akili, lakini naomba nikwambie, habari ya Yesu ndiyo uzima wako. Habari ya Yesu ndiyo ushindi wako. Habari ya Yesu ndiye baraka yako kwa ajili ya maisha ya sasa na hata ya baadaye, hatima yako na hata utakapoondoka duniani. Yesu anatuambia anabariki hata uzao wetu. Kama unatamani kuweka alama njema katika maisha yako ya kukumbukwa hata utakapoondoka chini ya maisha ya dunia hii, mwamini Yesu. Mpe Yesu nafasi kwenye maisha yako. Mpe Yesu nafasi kwenye fikra zako. Ni kweli una biashara zako, ni kweli una elimu yako, ni kweli una mipango yako mizito mno, lakini naomba nikwambie, Yesu anasema tusisumbukie sana maisha ya ulimwengu huu, maisha ya dunia hii. Tusumbuke kwanza kwa ajili ya ufalme wake Kristo. Naomba nikuletee neno ambalo linatuambia tabia ya kumshuhudia Kristo mbele ya watu itainua nguvu ya wokovu ndani ya maisha yako. Tabia ya kutomwonea haya Yesu mbele za watu. Wewe katikati ya kundi la watu ambao wanamkana Yesu, wanatukuza tabia za matusi, wanatukuza tabia za mazungumzo mabaya, wewe unamwinua Yesu. Katikati ya mazungumzo yao yenye kumtukuza shetani, wewe unawapiga neno linalosema Bwana Yesu asifiwe, Yesu anawapenda. Wakati wa mazungumzo yao ambayo hayamtukuzi Yesu, wewe unamwinua Bwana. Itasaidia sana katika wokovu wako. Tunalo kundi la watu wengi sana wako kanisani, lakini wanamuonea aibu Yesu. Anakuwa Mkristo mwema sana anapokuwa siku ya Jumapili au siku ya Jumamosi ibadani. Akienda kazini anachanganyika kabisa, anakuwa ni mpagani, hamtukuzi Yesu. Akikutana na watumishi wenzake ambao imani kwao ni kuongea matusi na kuongea vitu vya hovyo, na yeye anaungana nao, tena anakuwa mstari wa mbele kucheka na kushangilia vitu wanavyoviongea. Naomba nikwambie, mambo hayo yanaua imani yako. Hebu naomba tuungane na Daudi katika kitabu cha Zaburi ya 34 ule mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 3. Anasema maneno haya: katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Haleluya! Daudi ana neno hili, yeye anaona jambo la kujisifu kwenye nafsi yake ni katika Bwana. Daudi anasema katika Bwana, katika Yesu, katika wokovu ndipo mahala ambapo nafsi yangu itajisifu.
ni mahala ambapo nafsi yangu itajiinua, itajitukuza. Anasema halafu wapo watu wanaitwa wanyenyekevu, watafurahi. Haleluya. Anaendelea ule mstari wa 3 akasema hivi, mtukuzeni Bwana pamoja nami na tuliadhimishe jina lake pamoja. Naomba nikuambie mwana wa Mungu, tabia hii ya kutamani mahala popote unapokanyaga wamjue Yesu uliyembeba, tabia hii ya kutoionea haya injili ya Kristo, aidha kwa matendo yako, kwa maneno unayoyatamka, hata kwa mwenendo wako kwa ujumla, tabia hii ikiinuliwa ndani yako, ikafika kila mahala popote unapokanyaga wanajua wewe ni mwana wa Mungu, itakusaidia sana kudumu kwenye wokovu.